Ndugu mpenzi msikilizaji, karibu kusikiliza simulizi yetu mpya ambayo inaenda kwa jina Najiuza. Ni moja ya simulizi mpendwa kabisa. Yes, hakikisha na subscribe ili uzidi kutupa nguvu na hamasi ya kukuletea kazi mpya kama hizi. Basi bwana, kulikuwa na familia kubwa kabisa, familia yenye upendo. Kulikuwa kuna jamaa ambaye anaitwa Mr. John, mwamba ambaye alikuwa na mpenzi wake anaitwa Melissa. Walikuwa wanapendana sana. Walikuwa ni watu ambao wanapenda sana familia zao. Hasa walikuwa na upendo mkubwa sana. Walikuwa wanapendana sana. Sasa siku moja walikuwa ni watu ambao wana pesa nyingi. Walikuwa na magari, walikuwa na makampuni, lakini mwanamke ndio sababu ya kusababisha kwamba wao wakafilisika mpaka wakafika sehemu ambayo hawakutakiwa kufika kabisa. Mr. John yeye alikuwa na pesa nyingi sana, lakini mwanamke wake alizitumia zile pesa kuhakikisha kuwa alikuwa anazitumia vibaya, mpaka Mr. John akiwa anamuuliza, vipi, mbona kila pesa unazozidi kunyumba kila siku? Haujui kama tunaharibu uchumi wetu, tunaweza tukashuka chini? Lakini mwanamke yeye alikuwa anatumia pesa kile anavyotaka, ili mradi tu amkomoe mume wake, kwa sababu walikuwa wanapishana kauli. Basi Mr. John yeye kulingana, kwa sababu alikuwa anampenda sana huyo mwanamke, hakusita, alikuwa anampatia kila pesa anayohitaji. Kuna siku mwanamke alimuomba milioni 500 Mr. John. Alishika kichwa sana na kujiuliza, hii pesa yote mimi nitaipatia wapi? Basi Mr. John, kwa sababu alikuwa anampenda sana mwanamke wake, hakusita kumpatia hiyo milioni 500. Alimpatia kwa sababu alikuwa anampenda sana. Na unajua mtu kishampenda unakuwa kabisa uelewi nini ufanye. Basi Mr. John alipompatia mkewe Melissa hiyo milioni 500, akaondoka. Hakujua kabisa anaenda kuzifanyia nini. Cha ajabu sasa, kumbe Melissa alikuwa na mpenzi mwingine. Huyo mpenzi ndio alikuwa anamshawishi aweze kuchukua zile pesa za mume wake ili aweze kujenga maisha pembeni. Huwezi kuamini, kwa ile milioni 500 akipeleka kwa mpenzi mwingine. Yule mpenzi wake wakakutana, akamwambia, vipi, umeleta zile pesa? Akasema ndio, ile milioni 500 amenipatia, lakini inaonekana kama vile zile pesa zinaenda kuisha, kwa sababu kwa hali ambayo alikuwa nayo mume wangu ilikuwa inasikitisha sana, hata sikumzoea kabisa vile. Inaonekana pesa zimeshaisha kule. Akasema sijali, sisi tumeshafanikiwa kujenga nyumba, mpaka sasa hivi tumeshatengeneza kampuni, kila kitu, biashara imeshakaa sawa. Acha naye, tutaishi wote. Wewe kaa tu kwa muda, tutafanya kila kitu wote. Wewe acha naye, tumeshatengeneza mazingira. Yule mwamba ambaye alikuwa anaitwa Eric ndo alikuwa anatembea na mpenzi wake Mr. John. Alikuwa anamshawishi sana mke wake na Mr. John achukue pesa ili waweze kutengeneza mazingira yao, kwa sababu ili waweze kuishi wote. Na Melissa alikubali kwa sababu mchizi alikuwa anampenda ambaye ni Mr. John, lakini Melissa yeye alikuwa mkubali kabisa. Yeye alichokifanya alikuwa anakichuna, alikuwa anamchuna sana Mr. John, na ndo hapo akapata nguvu ya kuchukua pesa akiwa anampelekea Mr. Eric, kwa sababu Mr. Eric alimdanganya kuwa wataishi wote wakishatengeneza mazingira yenye pesa. Basi bwana, baada ya muda mrefu Mr. John aliishiwa pesa kabisa. Hakujua afanye nini, kwa sababu kila kitu kilichokuwa anakifanya, kampuni zote zikashuka, wote wakafilisika, mpaka na nyumba alikuwa anaishi na yenyewe ikaja kuchukulia kwa ajili ya mikopo. Mr. John alifilisika kweli, mpaka majumba, kampuni zote zilichukuliwa, pamoja na nyumba aliyokuwa anaishi na biashara zote zikachukuliwa. Yeye akaamua ingie mtaani tu, akachukua nyumba ya kupanga, akawa anaishi. Kumbuka mke wake ambaye ni Melissa alimkimbia kabisa. Alipomuomba ile milioni 500, hakurudi kabisa kwa mume wake ambaye ni Mr. John. Alimkimbilia ambaye ni Eric, ambaye alimdanganya kwamba achukue pesa, kwamba wataishi wote. Basi bwana, Mr. John alikaa miezi 2 kabisa hajakutana mke wake ambaye ni Melissa. Kumbe bwana, Melissa pamoja alipokuwa amekimbia kwa Eric, kumbuka ndo alimdanganya kwamba Melissa kachukue mali zote kwa Mr. John ili waweze kuishi wote. Kumbe bwana, Eric alimkimbia Melissa na kuuza nyumba zote ambazo alikuwa amenunua na biashara alizokuwa ameanzisha, na aliuziuza na akakimbia na pesa, kwa akamwacha Melissa. Melissa alikuwa hana cha kufanya chochote, akaamua naye aingie mtaani, akaanza kupigishana mtaani, maisha naye akawa magumu, hakujua cha kufanya.
Basi siku moja kwa ametulia mtaani, akapita dada mrembo kweli. Akamuuliza, vipi? Mbona umekaa hapa kinyonge sana? Vipi, una matatizo yote? Akasema, hapana, mimi na matatizo kweli, yani sina pa kukaa, sina hata hela ya kula, ni hapa sielewi. Basi pale yule dada akamchukua Melissa akampeleka paka kwake. Basi bwana, yule dada ambaye alimchukua Melissa mtaani, Melissa alimeleza kila kitu kilichotokea paka yeye akawa kwenye hali hiyo. Basi bwana, pale yule dada bwana alikuwa anaitwa Amina. Akamwambia kwamba sisi tunaishi mjini lakini kwa kazi maalum. Mjini huwezi ukaishi bila kufanya kazi, lakini sisi tunafanya kazi na ndio maana unaona tunaishi, tunavaa vizuri na tunakula vizuri. Naweza kumwambia, kwani wewe unafanya kazi gani? Kwa sababu sisi tunajiuza. Unamaanisha kwamba unauza mwili? Ndio. Ndio maana unaona tunashine, tunapendeza, tunakula bata. Kama sasa hivi ulivyoniona pale nilikuwa nimeshuka kwenye gari. Nilikuwa na bwana wangu tulikuwa tumetoka huko kula bata. Akasema kwamba mimi sawa, kumbe mnafanya kazi hizo ila mimi siwezi kufanya. Akasema, sasa unaishije mjini hivyo bila kufanya hizo kazi? Kwa sababu ni kitu ambacho sisi kimetoweka mjini. Akasema, hapana, mimi siwezi kuuza mwili wangu kwa sababu mimi sijazoea na siwezi kufanya huo ujinga. Akasema, basi sawa, sisi mbona tunaishi na tunafanya. Walibishana sana hapa Melissa pamoja na Amina kuhusu kazi ambayo Amina anafanya, kwa sababu Melissa hajazoea sana kufanya hicho kitendo, kwa sababu alizoea kufanya hicho kitendo mpaka awe na mpenzi wake. Basi bwana Amina akasema kwamba mimi nimekusaidia kwa usiku wa leo, ulale ule, kesho utajua pa kwenda. Ila kama upo tayari kufanya kazi ambayo tunayoifanya na kuahidi unaweza ukapata pesa, unaweza kutengeneza mazingira yako na tukaishi vizuri mjini. Kama uko tayari, ila kwa leo mimi nakusaidia tu. Kama utaona haiwezi, basi kesho mapema ataikao uondoke. Amina alionyesha kujutia kwa kile kitendo ambacho amekifanya. Pale kwa nizidi kumkumbuka mume wake ambaye ni Mr. John, kwa sababu amemfanyia kitu cha ukatili sana. Amemfilisa, amemdanganya, amemnyang'anya kila kitu, amemuibia kila kitu. Ila mapenzi bwana, hiyo yote juu Mr. John alikuwa anafanya kwa upendo, kwa sababu alikuwa amempenda sana mke wake Melissa. Alikuwa anampenda sana. Basi pale nilipofika asubuhi akamuuliza tena Amina, vipi, unaondoka au unabaki? Melissa akasema kwamba sina namna na sina pa kwenda na sina pa kuishi, nitafanya hivyo. Basi bwana Amina akamwelekeza kila kitu, kumwambia usijali, kila kitu kitakuwa sawa, utapata pesa, utaishi kama sisi, mbona sisi tunaishi maisha mazuri, utakuwa sawa. Basi bwana, baada ya muda hapo Melissa akaingia kwenye kazi za kujiuza bwana, akawa anazidi kujiuza kwa kila wanaume wengi kweli. Ilikuwa ni kitu kikubwa sana ukifanya hicho. Basi bwana Mr. John baada ya kushuka kimaisha akaanza kuuza mboga pamoja na nyanya. Siku moja bwana akaenda kuuza mboga na nyanya huko mjini. Alipokuwa anamalizia kuuza vitu, ilikuwa mida ya jioni, akiwa anazidi kurudi nyumbani kijijini, ghafla akaona wanawake wengi wamepanga mstari wanaojiuza. Lakini kwa mbali akamwona mke wake ambaye ni Melissa. Lakini kwa pale alijiona labda amemfananisha, akasogea kwa mbele kidogo, akakuta ni yeye kabisa amepanga pale mstari anajiuza. Mchizi ambaye ni Mr. John hakuamini kabisa mke wake kama angefanya hivyo. Alishuka chini na kulia sana kwa uchungu. Hakuamini kabisa. Mwamba Mr. John alilia kweli. Hakuamini kile kitendo ambacho mke wake amefanya. Yaani kwa mara ya kwanza kamfilisi. Paka leo kabisa na anaamua tena ajiuze wakati amemfilisi na pesa. Mchizi ambaye ni Mr. John alilia sana tena kwa uchungu. Pale akaja mteja akamchukua Melissa akaondoka naye, akiwa anamuona kabisa anaenda kujiuza na mtu mwingine. Mchizi aliumia sana, sema hakukuwa na namna, akaamua tu aondoke nyumbani huko akiwa analia kweli, kwa sababu hakuna ambacho angefanya pale. Na mbaya zaidi, alimuona kabisa mwanaume anakuja kumchukua na kumpeleka kabisa ili akalale naye. Huwezi kuamini. Mr. John kwa sababu alikuwa anampenda sana huyo mwanamke Melissa, alikuwa anaumia sana kwa sababu mwanamke ambaye ametokea kumpenda sana katika maisha yake. Ukisikia kwamba mapenzi yana nguvu, mapenzi ni hisia, usizokabisha mwenzangu. Chizi Mr. John baada ya kuumizwa yote na yale yote mwanamke wake alichomfanyia, huwezi kuamini. Ilipofika kesho yake alienda pale anapojiuza. Huwezi kuamini, alifika mida ilikuwa saa 3 usiku, lakini hakukuta mwanamke yoyote. Huwezi kuamini, mchizi pale kalala chini akiwa anamsubiri endapo po akija hawezi kuonana naye au aongee naye angalau. Lakini mchizi alisubiri sana, hakutokea mtu yoyote pale. Alibaki tu mwenyewe pale amelala. Na huwezi kuamini, alilala pale ambapo wanawake wanaojiuza wanaopendaga kukaa. Basi bwana, siku ya asubuhi wakiwa wanaingia mzigoni wanawake ambao wanaojiuza, na akamuona kabisa mke wake huyo anakuja, wakakutana uso kwa uso. Huwezi kuamini. Mchizi alikuwa anazidi kulia sana alipomuona mke wake, kwa sababu hamini kama ni yeye amebadilika hivyo. Akamfuata akamwita Melissa, kwa nini unafanya hivi vitu?
Kwa nini? Mbona sijakuzoea hivyo? Kwa nini lakini? I say, Mr. John pale pale alizidi kulia sana kwa kile kitendo ambacho alimkuta mke wake anakifanya pale. Akamwambia kwamba Melissa, hata kama umenifanyia mangapi, ila mimi tambua nakupenda. Haitakiwi ufanye hivyo. Haitakiwi wewe ukauze mwili wako ili utafute pesa. Sawa, najua umenikosea sana. Sawa, naelewa. Lakini usingefanya hivyo. Mimi kumbuka bado nakupenda. Mimi bado nakuhitaji. Au kwa sababu unajua nakupenda ndio maana unanifanyia hivyo? Si ndio maana yake? Mimi nakupenda mwenzio. Please naomba tuondoke tukafanye maisha yetu. Achana na maisha ya mjini. Hayo maisha ni mabaya. Unaweza kuumia, unaweza kuumwa magonjwa. Please nakuomba. Naomba unifuate, tuanzishe maisha. Tuendeleze tulipoishia. Hata kama tumeshuka, tutapata tena. Please nakuomba. I say, mchizi pale pale Mr. John alilia sana, akiwa anazidi kumwelewesha mke wake ili waweze kurudi nyuma, waweze kufanya kitu kizuri, waweze kuishi kama mwanzo. Hata kama hawana, wanaweza wakapata. Mchizi alijieleza sana kwa Mr. John alijieleza sana. Huwezi kuamini. Mchizi Mr. John alilia sana, lakini huwezi kuamini pale pale Melissa akamfuata Mr. John, akachukua nyanya pamoja na mboga mboga, akamrushia kichwani, akamwambia, wewe huwezi kuwa na hadhi ya kuona mwanamke kama mimi. Naomba kae mbali nami na sikutaki kukuona katika macho yako. Hapo hapo kafyonza na kuondoka. Huwezi kuamini. Mchizi Mr. John alibaki analia sana pale chini, hakuamini. Mr. John alilia sana. Melissa na kuondoka kabisa. Hakujali maumivu ambayo Mr. John anapitia, hata kama magumu yote aliyomfanyia, lakini Mr. John anamwomba msamaha, lakini mwanamke huyo hataki hata kumuelewa. Ndio kabisa anazidi kumkataa. Huwezi kuamini. Mr. John pale pale hakuamini. Akabaki pale pale, akalala pale pale. Hakutaka hata kuondoka. Ilipofika asubuhi, ikiwa anaingia mzigoni kwa dada ambao wanajiuza, wakamkuta yule Mr. John yuko pale pale kwenye wanapokaa. Wakashtuka kwanza. Huwezi kuamini. I say, Melissa pale pale alipomuona Mr. John akamfokea, akasema, wewe mwanaume, nimekwambiaje? Sitaki kuona katika maisha yako. Sitaki kabisa kuona katika maisha yangu. Ondoka. Pale pale akatokea mwanamke mmoja wapo kabisa alipokuwa anajiuza na wao, akatoka akasema, Melissa, subiri nikwambie kitu. Usione sisi tupo kwenye mazingira haya ya kujiuza, sio kwamba tumependa. Roho wengi hatuna pa kwenda. Roho wengi hatuna kazi ya kufanya yote mjini. Pia hatuna mume wote wa kutuoa, hata wa kutuhudumia. Hatuna chochote biashara yote ya kufanya. Ndio maana tukamua tumekuja huko. Lakini wewe angalau una mtu ambaye anakupenda, ambaye anakuhitaji. Kwa nini usimfuate mkaanzisha maisha? Na sisi tunatamani tuwe kama wewe na mume atuhudumie, tuwe na maisha mazuri, ila wewe mwanamume anakufuata kabisa hivi, unamkataa. Please nakuomba. Sisi ambao tupo huku tumekosa pa kwenda na tumekosa cha kufanya, na ndio maana tumeamua tufanye hiki tunachokifanya. Please naomba muelewe Mr. John, naomba mfuate kuanzisha maisha mapya ili muendelee na maisha mazuri. I say, Melissa baada ya kusikia ushauri wa ndugu yake ambaye alikuwa anajiuza, na yeye pia alishuka chini na kulia kwa uchungu, akiwa anazidi kumuomba msamaha mume wake. Akamkumbatia akisema, naomba nisamehe sana kwa kitendo ambacho chote nilichokifanya. Naomba tuwe wote, nimerudi kwako pia. Naomba nipokee. Ni imani sitarudia kufanya ujinga kama huu. Hata mimi nimejutia. Nilichokuwa nakifanya sikutegemea kama matokeo yake yatakuwa hivi. Nimefilisi pesa zetu ambazo tumezitafuta wote, mwisho wa siku nimemfaidisha mtu mwingine ambaye mimi sikufaidika nazo. Nimeshia tu kuuza mwili wangu. Naomba unisamehe sana. Naomba unisamehe mume. Pale pale Mr. John akamnyanyua mke wake na kumkumbatia, akasema kwamba usijali mke wangu, nimeshakusamehe na naomba tuwe wote karibu tuanzishe maisha mapya. Basi pale pale Mr. John akamsamehe na kila kitu kikaisha na kuanzisha maisha mapya. Na huo ndio unakuwa mwisho wa simulizi yetu pendwa inaitwa kwa jina la Najiuza au Mke Wangu Anajiuza. Asante wewe uliyefuatilia mpaka mwisho. Asante sana, Mungu akubariki. Tukutane katika simulizi nyingine. Bye bye.